Hata katika ukimya mzito zaidi, majeraha ya watu wa Kongo yataendelea kulilia haki. Yaani, maneno haya yenye nguvu ndiyo yanatupa mwanzo wa mjadala wetu leo. Hayazungumzii siasa tu, bali maumivu halisi ya watu. Sasa, hapa ndipo swali kubwa linapoibuka. Ujumbe wa kimataifa ulitumwa kuleta amani nchini DRC, lakini cha kushangaza, hali ikawa mbaya zaidi. Leo hii tutaangalia kwa undani ni kwa nini juhudi hizi zilianguka na jinsi badala ya kuzima moto ziliongeza petrol. Lakini kabla hata hatujagusa siasa au mikakati ya kijeshi, ni muhimu tuanze na kitu cha msingi zaidi: gharama ya kibinadamu. Hebu tuone hali halisi ilivyokuwa kwa watu wa kawaida wakati waasi wa M23 walipovamia Goma. Hebu itafakari hii namba: watu 3,000. Katika wiki chache tu za mwanzo wa mashambulizi, watu 3,000 walipoteza maisha. Hii sio takwimu tu kwenye karatasi, ni janga la kweli. Yaani, mji wa Goma ulifungwa kabisa. Fikiria wewe ni mmoja wa wale watu zaidi ya milioni 1. Maisha yanasimama, misaada ya kibinadamu haingii, hospitali zimelemewa na majeruhi, hakuna chakula, hakuna maji safi. Jiji zima lilikuwa limetekwa. Na mambo hayakuishia hapo. Ripoti zilianza kumiminika zikielezea matukio ya kutisha, mauaji ya kinyama, ubakaji, vijana wakilazimishwa kujiunga na vita. Hata wale waliojaribu kusaidia wakawa wanalengwa. Ilikuwa ni picha ya kutisha kabisa. Lakini subiri kidogo. Haikupaswa kuwa hivi, au sio? Yaani, kulikuwa na kikosi maalumu cha kikanda kilichotumwa kuzuia janga kama hili. Sasa, swali ni nini hasa kiliharibika? Kwa nini walishindwa vibaya hivi? Sawa, kikosi chenyewe kilikuwa kinaitwa Summit RC. Kilitumwa na Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika, ambayo kwa kifupi tunaita SADC. Hawa ndio walipaswa kuwa waokozi, mashujaa wa hii hadithi. Walifika wakiwa na matumaini makubwa, unajua, kurejesha amani. Lakini hebu angalia hii ratiba. Walifika Disemba na kufikia Machi, miezi michache tu baadaye, kila kitu kilikuwa kimesambaratika. Ilitokea haraka sana. Basi swali linabaki, kwa nini? Kwa nini kikosi cha kikanda chenye nguvu zote kikaporomoka haraka namna hii? Jibu, kama tutakavyoona, sio jepesi. Halikuwa kosa moja tu, bali ni mchanganyiko wa matatizo mazito yaliyokuwa yamefichika. Sawa, basi hebu tuchimbe sasa. Tuangalie kwa undani kabisa chanzo cha anguko hili. Tatizo namba 1 lilikuwa kwenye utambulisho wao. Rasmi waliitwa walinda amani, lakini kazi waliopewa ilikuwa tofauti kabisa: kupambana na waasi. Yaani, walikuwa wamevaa kofia ya ulinzi wa amani, lakini wametumwa vitani, kazi ambayo hawakuwa wamejiandaa nayo. Na matokeo yake, uwanja wa vita yalionekana wazi. Kijeshi, SAMIDRC ilikutana na kibano. Waasi wa M23 walikuwa wajanja zaidi, walikuwa na vifaa bora. Kwa kifupi, waliwaziri SAMIDRC karibu kila idara. Na hii grafu hapa inaeleza sehemu kubwa ya hadithi. Angalia Afrika Kusini. Nchi hii ilitakiwa kuwa kiongozi, uti wa mgongo wa ujumbe mzima. Lakini tazama jinsi bajeti yao ya ulinzi ilivyoshuka kwa kasi. Sasa, unawezaje kuongoza vita kama huwekezi kwenye jeshi lako mwenyewe? Na unajua, lile tatizo la pesa lilizaa matatizo mengine mengi. Ukosefu wa fedha ulimaanisha uhaba wa vifaa muhimu, changamoto za usafiri na hata kushirikiana na jeshi la Kongo ambalo nalo lilikuwa na matatizo yake. Yaani, ilikuwa ni kama mnyororo wa udhaifu. Sawa, tumeona upande wa kijeshi. Lakini hiyo ni nusu tu ya story. Upande wa siasa nao, msingi ulikuwa dhaifu vile vile. Hapa sasa ndipo mambo yanapokuwa magumu zaidi. Hebu angalia hii jedwali. Kila nchi iliyohusika ilikuwa na ajenda yake ya siri. Kila mmoja alikuwa na maslahi yake. Ilikuwa ni kama watu wanajaribu kujenga nyumba moja, lakini kila mmoja ana ramani yake tofauti. Matokeo yake yakawa nini? Hakukuwa na umoja wa kweli. Kila nchi ilikuwa inasitasita kujitolea kikamilifu, kutoa pesa na wanajeshi kwa ajili ya mpango ambao haukuwa nufaisha moja kwa moja. Ule mshikamano ulikuwa wa juu juu tu. Okay, sasa
Hebu turudi nyuma kidogo, tuangalie picha kubwa zaidi. Hili sio tu tatizo la ujumbe mmoja nchini Kongo. Kushindwa huku kunafichua udhaifu mkubwa katika mfumo mzima wa uingiliaji kati barani Afrika. Yaani, kisa hiki cha SAM-DRC sio cha kipekee, ni sehemu tu ya mfululizo mrefu wa majaribio yaliyoshindwa katika maeneo mengine mengi barani. Na kiini cha yote haya ni kanuni moja ya Umoja wa Afrika. Wanaamini katika ufumbuzi wa karibu. Dhana yenyewe ni kwamba matatizo ya eneo fulani yanapaswa kutatuliwa na watu wa eneo hilo hilo, yaani majirani. Kimsingi, jirani ndio wa kwanza kuzima moto wa jirani yake. Lakini hapa ndipo penye kasoro. Mfano wa DRC unatuonyesha wazi kabisa. Inakuwaje pale ambapo majirani wenyewe ndio wanaoshukiwa kuwasha moto? Wale wanaopaswa kuleta suluhu wanapokuwa sehemu ya tatizo, tunafanyaje? Na hali ndilo swali gumu tunaloachwa nalo. Kama mfumo wenyewe wa uingiliaji kati una dosari, kama hauwezi kutegemewa, basi majanga yajayo yakitokea, ni nani atakayewalinda watu wa Kongo na wengine walio katika hali kama hiyo? Ni swali la kujiuliza.